Eti Amina amerudi? Amina? Kama hivyo mmekazi basi. Kazi basi maana yake nini? Hii aiishi mpaka iishe. Na hakuna wa kuimaliza. Unajua ilikuwaje maana ya Amina? Ilikuwa hivi. Achanga. Ndio mkuu. Angalia hali ya hewa haraka. Sawa mkuu. Fanya haraka. Sawa. Mkuu. Ndio Kachanga. Wamelala totoro. Yani fofofo. Bado mmoja hujamleta. Fanya haraka.
Umenielewa? Huyo ndo Amina. Unaangalia nini? Mimi nimeshapona, unaweza ukaenda. Toka nenda. Sasa unaogopa nini? Amina. Amina. Safari hii hakuna wa kukukimbia. Safari hii hakuna wa kupigwa kabali, hakuna wa kukimbia. Tutakula sambamba Amina. Uno tukalimwage uno tukalimwage uno. Nadhani mmeburudisha makundi na mmelukaluka, mmetoa jasho. Leo mnajua kikao cha leo nimewaita kwa sababu gani? Ndio mkuu. Sasa kama mnajua yule binti mwenye mashetani kama karudi. Sasa hivi amerudi na nguvu mpya. Nguvu kuliko zile za mara ya kwanza. Sasa hivi ana nguvu ya ajabu kuliko pale. Yaani wale mashetani ndio wamezidi kuwa wakali. Kwa hiyo mufanye kazi kwa tahadhari. Ole wenu, hasa wewe Kisebengo. Unaojitiaga kimbele. Kauchokoze ukalie uone ukuchukua. Musije mkaungua. Ana moto wa ajabu. Nimekuja kuwatahadharisha. Tufanye kazi kwa akili. Mmenielewa? Ndio mkuu. Mmenielewa? Ndio mkuu. Na tunatakiwa tumuwahi kabla yeye hajatuzidi nguvu. Tunatakiwa tuwe makini katika kumtega kwenye safari zake. Mmenielewa? Ndio mkuu. Ila kuweni na amani katika matembezi yenu, kwa sababu lazima nitamtuma mshirika Kisebengo, kijitu chembamba, kiende kikaangalia hali ya hewa. Alafu akirudi ataleta majibu kwangu au kwa Bimeno. Umenielewa Kisebengo? Ndio mkuu. Umenielewa washirika? Ndio mkuu. Sasa mimi hapa naona kama muda umetuacha. Mnaonaje tukaondoka? Hapana mkuu, tusiondoke, muda bado. Yule mtoto ambaye tulokuwa naye, je, tumrudishe au tumle nyama? Akirudi kitu hapa, mujiandae kunywa supu. Yaani kikao hiki kikiisha, kikao kitakachokuja, mjiandae kuja kunywa supu tu hapa. Wewe haya, acha kucheka sana, uchi tu. Haya, tuondokeni. Sawa mkuu. Na mzee, chumba nimekiona na nimekipenda.
kutokana na hivi vitu vya ndani ndio vimenivutia zaidi. Kutokana mimi naanza maisha na vitu vya ndani nimevipenda sana. Ila ilikuwa na ombi moja mzee wangu. Ombi gani tena? Katika hela ambayo imetajwa, nilikuwa naomba ipunguzwe kidogo. Ipunguzwe kidogo? Unajua vijana, mbona vijana mnapenda vya mteremko? Angalieni sana, vya mteremko vitawagharimu mjini hapa. Hiyo bei nilivyokutajia hiyo ni sawa sana bure. Yaani kama vitu natupa tu. Kwa hiyo hapo haipungui. Sema shida yako. Cheka. Na shida nyingine. Mimi nakupenda. Nafahamu kuwa niliondoka lakini zilikuwa ni hasira tu. Hata mimi pia natamani kuwa na mtoto. Lakini nilienda kwa dokta akaniangalia, ameniambia mimi sina tatizo lolote. Pia amenishauri kuwa na wewe ungeenda, labda wewe ndo utakuwa na tatizo. Na mzee, kwa sababu hela ambayo imetajwa ni 1.5 milioni. Kwa hiyo nilikuwa naomba ipunguzwe kidogo, hata kwenye 1 milioni mimi nalipa hata sasa hivi. 1.5 milioni? Alafu unajua huyu bwana nilikuwa najua. Yaani wakati tunakuja huku nilikuwa najua yeye ndio anakuja kumalizia pale ilipokuwa tumefikia. Kumbe wewe unafanya kazi ya udalali. Nilikutajia 1.5 milioni. Unajua kuna wakati mtu akiwa anazungumza inabidi utumie. Huyu bwana mimi nimemwambia chumba pamoja na vitu vyote ni 1 milioni. Sema huyu mimi hajanisikia vizuri. Nilimwambia pale chumba pamoja na vitu vyote ndani ni 1 milioni tu. Haitajiki hata nusu. Sasa neno haitajiki hata nusu hii. Akajua 1.5 milioni. Na hata hivyo mimi wakati nazungumza na huyu nilikuwa nishapata vitafuno vya miogo asubuhi. Kwa kile nikiongea akawa anahisi kama ndo nataja nusu. Bwana wewe acha uongo ndugu yangu bwana wewe. Hata mambo ya udalali nimekuambia unusu wewe, nimekuambia umoja nini? Okay, sikiliza. Bila kupoteza muda. Kila ulichokiona humo ndani. Ndio. Hivyo vitu hivyo vinauzwa kwa shilingi 1 milioni. Na kodi inaanzia miezi 3. Kwa hiyo inaanzia miezi 3. Ukiwa na miezi 3, miezi 6, mwaka, kazi kwako. Ila vitu vyote ni 1 milioni. Sasa huyu bwana, mimi nilijua ni yeye mteja, lakini kumbe hamna kitu. Nilishakuona hata siku ya kwanza unapokuja. Sasa kwa taarifa yako, sikutaki hapa sasa hivi. Nimekwambia kabla sijabadilika ondoka. Ondoka kabla sijakubadilikia. Lakini wewe usinipigie magoti hapa. Ondoka. Soda yangu niletea ndugu yangu. Wewe, potea. Wewe jau sana wewe. Mimi nilijua nikikuletea mteja lazima utaleta ubabaifu wewe. Potea. Mambo gani hayo? Amejanjawa. Akakwambia? Na ungeenda ili aje kuangalia labda ndo una tatizo. Naona sasa mmeanza kuchanganyikiwa. Hivi ukiniangalia mimi niangalie. Ukiniangalia mimi juu mpaka chini. Mimi nadhani kana matatizo ya uzazi. Naweza kuwa na matatizo ya uzazi? Wewe na wewe daktari wako. Nahisi vichaa vimewapanda kichwani. Simple and clear. Vichaa vimewapanda kichwani. Kuna mwanasayansi mmoja alishaniambia kila mtu ni chizi ila tofauti ni viwango tu. Sasa viwango vyenu naona ni high class. Chununu. Mimi langu ni moja tu. Nahitaji mtoto. Usiniletee maneno. Chopa usifanye hivyo. Mwanzo nakupenda. Unanipenda? Kama unanipenda nahitaji mtoto. Mpaka nitapopata mwanamke mwingine nikamtia mimba akajifungua ndo tajua mimi sina tatizo. Mapenzi uleta kiza, una pesa wata kukata, fitinishana ta utugombanisha kukufanya unasumbua. Nilijua toka siku ya kwanza. Hiyo mzee haina shida. Ila hapa hela keshi sina. Ila ipo kwenye simu. Ipo kwenye simu? Ndio. Safi sana. Unaweza kanitajia labda namba? Namba yangu nitakutajia. Nitume. Sawa. Haina shida. Nikutajie? Amtajie namba 0753. Ndio. 490. Ndio. 275. Jina nani? Kardinali Pengo.
Basi fanya mambo, uingie chumba. Watu wengi wanakipenda hiki chumba. Tumeelewana? Tumeelewana mzee. Kwa sababu chumba kimekamilika kila kitu. Nimeona mzee. Wewe kazi kwako. Mimi naangalia tu hapa. Angalia message mzee. Tayari? Tayari, angalia message. Wewe ndio unaitakiwa. Sio babaishaji. Mzee Kardinali, mimi wa kunifukuza kama paka. Mimi ndio nimekuletea huyu kijana. Unachukua milioni 1 muamala unaingia, unanifukuza mimi. Mimi nasema hivi, nguvu zangu hazendi bure. Mimi ndio dalali kipusa Ruatani. Toka kwangu. Sawa, wewe si mjanja. Baridi. Mjini ndio wanakuja kuolewa hawa. Ila shida, asante sana. Chumba chako hicho. Micho. Watu kama ndio wanaitakiwa. Sio mtakuja mbombo. Ujui kesho yako, hata kuzika umjui, na tunarumbana. Mungu ameumba dunia kwa ustandard mkubwa sana. Akaweka mito, bahari, mimea pamoja na maziwa, na ukiwemo na wewe. Lakini nakuona wewe kila siku ni mtu wa kulia tu, sababu ya mtu mmoja tu. Sasa sipendi kukuona ukipata tabu. Hivi wewe hauumii? Kila siku unalia wewe tu kwa sababu ya mtu mmoja. Kudu, sipo sawa, naomba uniache kwa muda huu. Sawa, ila ungejaribu hata kunipa nafasi moja tu, ningekufutia makosa yote hayo. Yaani moyo wako ungekuwa na amani. Naomba nikufute machozi. Mapenzi huleta kiza, una pesa watakukata.